Naam, habari ndugu zangu, nawasalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu na natumaini wote tunaendelea vizuri. Wale wenye changamoto Mwenyezi Mungu awanusuru, pia atupunguzie na mitihani. Wale wenye mitihani muombe Mwenyezi Mungu azidi kuipunguza. Ndugu zangu, leo naomba tuzungumzie vitu vitatu. Katika hivyo vitu nitakavyozungumza, kuna moja limeniumiza sana, sikupenda, na imani hata ndugu zangu wengine, kina baba, kina mama, wadogo zangu na vijana wenzangu pamoja na mama zangu hawatalipenda pia, lakini lazima tuambizane ukweli. Ndugu zangu, mimi nitaanza kuzungumzia mafanikio ambayo mtu anaweza kuyapata kutoka katika asili yake, katika asili ya kwao ama asili ya nyumbani. Na maanisha mtu anaweza kupata mafanikio kutoka asili ya nyumbani, kutoka alikozaliwa kwa baba na mama, kwa kupitia mizimu, akaomba maagano, akapewa utaratibu wa kutoa sadaka zake, pengine kulisha yatima, pengine kutoa msaada fulani ili aweze kufanikiwa kwa kipindi fulani. Hayo yote ni maagano ya asili. Hayo maagano ni mema, ambayo hayana madhara yoyote kwa sisi binadamu. Asilimia kubwa huwa yanakuwa na ulinzi na mambo mazuri. Lakini pia nakuja kuzungumzia swala lingine ambalo ni la maagano tofauti, nikimaanisha watu wengi tunataka mafanikio ya ghafla, mafanikio ya haraka. Nilale maskini niamke tajiri. Hilo ni hatari sana ndugu zangu. Katika swala zima la kulala maskini kuamka tajiri, lina siri nzito, na lazima uwe unaweza siri nzito, na lazima katika hiyo siri uwe una siri. Kwa nini inatakiwa uwe na siri? Ndio maana waliofanikiwa wote kupitia ndagu wana siri, na siri ambazo hawawezi kukuambia wewe. Ukiona mtu anazungumza kwenye mitandao ni muongo. Atasema tu kwamba mimi nilifanya hivi na hivi ndo nikafanikiwa. Hilo hapana. Hakuna maagano yasiyo na siri. Hakuna maagano yasiyokuwa na siri. Kwa hiyo mtu atazungumza kwamba mimi nilifanya maagano na kiumbe fulani, nikapewa sijui nyoka, sijui nini, sijui majini. Mtu akipewa, kama mtu anapewa tu vichuma ulete vya milioni, laki na nusu, vile vijini, lakini hawezi kukuambia siri yake. Na ndio maana asilimia kubwa watu wanaofanya ndagu, hatima kubwa huwa mwisho wao unakuwa mbaya. Mtu anayumba kiuchumi, anayumba kimaisha, anamaliza familia. Unakuta amepewa kitu kingine ambacho hata yeye hakifahamu, lakini kwa sababu yeye alienda kwa ajili ya tamaa ya kupata mali, apate fedha. Lakini hilo ndugu zangu, swala ndagu ni pana sana. Kuna mtu anakwenda kutafuta hivyo vindagu. Sasa ukishapewa vitu kama vichuma ulete, kwanza vinatofautiana ukubwa. Inawezekana wewe una kichuma ulete cha milioni 1, mwenzako ana kichuma ulete cha milioni 2, mwingine cha milioni 5. Sasa mwisho wa siku wewe unaweza vikaiba vihela vidogo kwa watu ambao hawana kitu chochote, ukabeba zile fedha. Lakini ukikutana na mwenzako ambacho mwenye chuma ulete ambacho ni kikubwa, na yeye anakuibia zile fedha zako zote na anabeba kamtambo kote kanakuwa kameondoka. Sasa hatuwezi kufanikiwa kwa namna hiyo kwa ndugu zangu vijana, kina baba, kina mama, pamoja na wengine wengi. Ndagu ina madhara makubwa.
mpaka uwe na siri, yani kwa Kiswahili kingine mpaka uzingatie vigezo na masharti vizingatiwe. Ukishindwa kuzingatia vigezo na masharti, lazima upate tabu sana, kwa sababu walio wengi waliofanya maagano, unaweza ukakuta akawa na kabiashara kadogo. Namaanisha sidharau biashara, ila namaanisha anawezekana na mtaji mdogo wa 500 tu, lakini ukakuta mambo anayoyafanya makubwa. Anajenga nyumba ya milioni 20, 15, 30. Anamiliki mali nyingi, lakini biashara yake ni hiyo anayoifanya, ambayo ni pengine mtaji wa 500. Na sio kweli huo mtaji wa 500 ukiuzungusha ndani ya miezi 6 kwamba una uwezo wa kukuzalishia milioni 30 au milioni 50 au 60. Kwa nini? Ana maagano, ana siri ambazo wewe hawezi kukupa. Na katika kosa ni kutoa siri. Akitoa siri na yeye atafilisika, ataishiwa. Kwa hiyo kuna siri, na hauwezi kupewa siri mpaka uwe na siri. Ndio maana utakuta asilimia kubwa ya wataalamu wanaowapa maagano hayo, utakuta yeye hafanyi hiyo ndani. Kwa nini? Kuna siri nzito katika maagano hayo, kwamba hata mizimu yake ya asili inakataza kwamba hatakiwi kufanya maagano hayo. Kwa nini? Mwisho wake ni mbaya. Lakini sisi tulio wengi, unakuta mtu anahitaji akapate mafanikio ya haraka, lakini hayo pia yanatuletea shida. Kumbe bora tuyapende mafanikio ya taratibu, upate faida kidogo kidogo, lakini baadaye uwe na mafanikio makubwa. Kikubwa tu, fedha, mali yoyote inahitaji ulinzi. Ukishindwa kuilinda shilingi 1, shilingi 100 huiwezi. Ukiona unamiliki shilingi 1, shilingi 100 inabebwa na chuma ulete ya 500. Ukipewa milioni 2, huwezi kuimiliki na huwezi kutoka kimaisha. Kwa hiyo lazima tuvijue hivyo vitu. Hivyo vitu ukivijua kwamba kuna siri. Na ndio maana kwa mtu anayejua lazima atakwambia ukweli. Ukienda mimi nataka sifanikiwi, maisha yangu haendi, yana shida nyingi na changamoto na mitihani mbalimbali, naona mambo yangu haendi na vifungo na kweli, mtu atakusafisha, atakufungua, atakupa dawa za kuoga, za kupaka, za kufanyaje, lakini atakusaidia wewe upate kipato cha kawaida. Maana kuna vitu viwili, kuna kupata na kufanikiwa. Kufanikiwa kila mtu anapata, kwenye kupata kila mtu anapata, lakini kufanikiwa ni kazi kubwa. Na kufanikiwa ni kwa wachache waliojitoa, wenye moyo mgumu, moyo shupavu. Lazima uwe na roho ngumu, roho ya kuhimili mikiki ili ufanikiwe. Na watu sio kwamba wanakuwa wapendi mafanikio. Kuna watu wamezunguka maeneo mbalimbali, lakini wanakutana na ile mitihani, vigezo na masharti vinawashinda. Lakini ni siri, hawezi kukwambia sana. Atakuwa anakuambia aliyefanikiwa yeye kwa sababu siri anayo na ameambiwa asitoe siri na siseme siri. Atakwambia wewe fanya kazi. Labda kitu kingine ni kujuze ya kwamba katika ulimwengu wa mali, ulimwengu wa kiroho ndio ulimwengu wenye unaomiliki mali, na asilimia kubwa mali haitaki kelele. Ndio maana wenye mali hawapigi kelele. Hawapigi kelele wakiwa na mali, lakini wasiokuwa na mali wanapiga kelele. Utakuta anataka ajionyeshe za kionekane na nini. Ukiwa na fedha watu watajua unazo, ukiwa na mali watu watajua unazo. Kwa nini zinajulikana? Kwa sababu mali zinamilikiwa ulimwengu wa kiroho. Ulimwengu wa pili wa kiroho na mali zinamilikiwa. Ndio maana mtu hata unaweza kujifanya kama una kitu wakati watu wanajua una kitu, ukavaa vibaya,
ukatembea bila kuvaa viatu, ukavaa nguo iliyochanika na nini ukijificha, lakini watu wakikuona wanasema fulani pesa anayo, fulani ana mali. Lazima ujiulize ni kwa nini. Kwa sababu hizo liko ulimwengu wa pili na kila mtu anaitafuta. Mali inamulikwa. Ndio maana mara nyingi mali ya kawaida ya kupata, tunaosema kama umepata, hiyo ndio italindwa kwa bunduki. Lakini mali yenye mafanikio, mali nyingi inalindwa na ulinzi. Namaanisha ulinzi wenye siri nzito wa mafanikio ya kiulimwengu, ambapo sehemu yenye fedha nyingi yoyote ile, ingelikuwa tunaenda tunatenga viungo vyetu kwa ajili ya kubeba vya chuma ulete, tungekuwa tushamaliza zile fedha na walinzi wako pale. Jiulize kwamba kwa nini ukienda na chungu chako pale hutoki na fedha au hutoki na mali taasisi za fedha, kwamba zinalindwa na bunduki. Hapana, mali inalindwa katika ulimwengu wa kiroho. Ndio maana sehemu iwe yenye madini, yenye nini, yote utakuta ni sehemu tulivu, kimya, haitaki kelele. Hivyo basi, kwa nini? Kuna siri nzito. Kuna siri nzito. Kisha kujiuliza kwa nini mganga hajifanyii yeye? Kwa nini asijifanyie yeye, awafanyie wengine? Kwa nini hajifanyie yeye? Kwa hiyo katika ulimwengu wa kiroho watu utadanganywa, lakini lazima asili yako uijue. Na kuna wakati mwingine ukifika mtu, kuna mizigo mizito watu imewashinda, walipewa lakini na masharti makubwa, inahitaji damu. Kwa hiyo unakuta unamaliza familia, kumbe inahitaji damu nyingi, ili uweze kulimiliki. Kwa hiyo mtu unafika pale unauziwa, utaona unauziwa kwa bei nafuu, unachukua mtambo, unaanza kukuzalishia fedha au mali zingine, unaanza kumiliki mali, lakini mwisho wa siku linageuka kuwa kitu kibaya. Kitu kibaya ambacho kinamaliza familia, ukoo na mambo mengine. Naomba ndugu zangu tuwasapoti ndugu zetu ambao unakutana na changamoto. Kuna mwingine anaweza kaanzisha biashara lakini unashangaa faida haioni, kumbe anachangia. Watu walishaweka mitego yao. Ukifika watu wanaanzisha sherehe kwa manufaa yao. Ndio maana ni washauri vijana wenzangu ambao wamekulia mazingira ya sehemu moja, jitahidi kwenda kutafuta sehemu nyingine. Ndio maana unaona wengine wanaenda kufanikiwa maeneo mengine. Kwa nini? Kwa sababu ulikuwa umeshawekwa kwenye mkondo wa kuchangia mafanikio ya mtu fulani katika kijiji chenu, katika kata yenu, katika wilaya yenu, katika mtaa wenu. Lakini ukibadilisha maeneo ukaenda sehemu nyingine unajikuta umefanikiwa.